Wiki inaanza tena, wiki mpya, na ninaomba nikusaidie katika yale maombezi tumeyaanza, na especially wakati ambao unaanza wiki. Kuna watu wako na high expectations as we begin the week. Kuna watu wako na low expectations. Kuna watu wako na medium expectations, na kuna wengine wako na nil expectations. Wanaanza wiki kwa sababu tu wameamka, wamejipata wako high. So wana have to kuwa high. Alafu they have no plan, they have no agenda of the week, because we are so much different. Kuna watu ambao wameandikwa kazi zao, kuna wengine wamejiandika, na kuna wengine hawajaandikwa, wanaenda kutafuta kazi. Sasa hao ndio wale watu wanaamuka tu na wanangoja Mungu atende muujiza. But I have come to you with the good news. Ni ku-encourage katika maombi haya na katika neno la leo, kukuambia kana kwamba wiki hii ni wiki ambayo ni ya maombi, na maombi haya ni maombi ya mafanikio. Na nitaanza kusoma maandiko ya Bwana, the book of Genesis chapter number 1, then from verse 26. The Bible says, "The God said, and now we will make human beings. They will be like us and resemble us. They will have power over the fish, the birds, and all animals, domestic and wild, large and small." That was the main purpose or the reason why we were created. The time we were created, we were given the power or dominion over everything, non-living and living. So point number 1, as we get to a new week, into a new week, lazima ukuwe wewe mwenyewe umeshajiandikia kwa akili yako kana kwamba you are an overcomer, you are an overtaker. The Bible says when man was created, verse 26, he was given the power of the living and over the non-living things. Kwa hivyo when you wake up and begin a new week, andika kwa akili yako, already you are a winner. A winner ni mtu ambaye ameshinda tayari. Number 2, andika kana kwamba you are going well, you will come back well. Utaenda vyema na urudi vyema. Lakini kuna watu wana mawazo mengi, na unasikia mtu akisema, na nikienda nikose kurudi, na nikienda nikose kuajiriwa, na nikienda nikose kupata hiyo kazi. Sasa hayo ni mawazo ambayo ni ya mtu haelewi kana kwamba tulipatiwa nguvu na uwezo juu ya wanyama wa baharini, samaki, zile viumbe vinavyotembea, zile zilizo hai na zile hazina hai. So I am going to outline some points here for you to lead you in the new week. Number 1, trust God's plan. Trust the plan of the God, and that is the plan of the God, having dominion over non-living and living things. Kumaanisha hiyo kazi unataka kwenda kuitafuta, hapo pahali unataka kwenda kuangalia ajira, uko na nguvu na uko na uwezo na mamlaka zaidi ya kile kitu unaendelea. And that is why you must trust the plan of the Lord. That is the initial plan, kana kwamba ukienda hautarudi vile ulienda, ukirudi utarudi ukiwa mtu mwingine. So number 1, have total trust of the God's plan. After you commit yourself to that week, and then you have that plan ya kwamba nikienda na nikirudi I will be different, sitakuwa mtu the same. Mungu atakusaidia. Na mahali pa mtu unaenda, and then in your mind umesha declare to a winner, I want to assure you, you shall win. Number 2, you must have discernment spirit. Discernment spirit ni roho nzuri ikiwa kwa Mkristo. Discernment spirit husaidia watu hata kuepukanishwa na danger. Kuna unaweza amka asubuhi na uende dhamiri yako inakwambia usiingie gari hii, wewe ngojea kidogo, delay kidogo, uingie gari next. Alafu ukienda unaweza pata hiyo gari ulisikia dhamiri ikwambia usiingie, imeenda maybe ikapata accident na watu wameumia. Kukua na uwezo wa kudiscern ni kitu kizuri sana. You can decide how the week will be. The week will be successful, the week will not be successful. Utakuwa na uwezo wa hizo vitu zote. Kwa hivyo ni vizuri uelewe kana kwamba you must have discernment spirit for you to conquer any new week, new month, new year. Discern very well. Discern how the week will be. Discern how the month will be. Also discern how the year will be. Kuna watu wamesha discern the whole year of 2026 vile itakuwa, na wameshajipangia hiyo mambo, na wameshaona kabisa dhamiri zote, na waambia kana kwamba this is a blessed year. It will be a year that will change my life. Mambo itabadilika na itakuwa mtu mwingine ambao sio yule watu walifikiria.